Haleluya. Mimi naitwa Brother Mike Abesi. Naokoka na mpenda Kristo ndani ya maisha yangu. Ningependa kuleta neno la tumaini masaa kama haya. Neno hili linatoka katika kitabu cha Luka sura ya 9 mlango mtoka wa 57 kuendelea. Nitasoma. Nao walipokuwa wakienda njiani, mtu mmoja alimwambia, "Nitakufuata kokote utakapokwenda." Yesu akamwambia, "Mbweha wana pango, ndege wa angani wana viota, lakini mwana wa Adamu hana pa kuchilasa kichwa chake." Biblia hii inaposoma mistari mbili hii, kuna mtu alikuwa na kiu ya kuweza kumfuata Yesu Kristo ili wakaweze hata kuhubiri injili ya Bwana. Ndani yake Kristo alipotazama ndani ya moyo, na hapoelewa mstari huu mbili ya kwamba Yesu alijua huyu mtu angependa akafuata Yesu Kristo, wakaweze kuhubiri injili, lakini ndani ya moyo wake kuna vitu ambavyo vimemweka kama mzigo ndani ya moyo wake. Hata Yesu aliposikia akiongea, alijua kwamba huyu mtu ako na kiu, lakini hachakiri Yesu kwa moyo wake, hachajitolea na nafsi yake yote ili ya kuhubiri injili. Yesu alipomwambia hivyo, natumai mtu huyu alikuwa na wasiwasi hata ndani ya moyo wake. Mwana wa Adamu yeye hana pa kuchilasa kichwa chake. Ina maana gani? Huyu mwana wa Adamu yeye anapohubiri injili, yeye huenda hata nyikani siku 40 ama zaidi, lakini huwa haangalii nyuma, kwa sababu anajua Mungu anayemhubiri yeye ni Mungu aliye hai. Tazama Biblia inapoendelea kusoma inasema, akamwambia mwingine akaweze kumfuata. Huyu mtu akamwambia Yesu Kristo ya kwamba, "Bwana, nipe ruhusa kwanza niende nikamsike baba yangu." Inamaanisha nini? Huyu mtu naye anaangalia masiko ya nyumbani. Anaona akienda kuhubiri injili, baba yake yako nyumbani hajasikwa. Sasa inamlazimu akaweze kumtumikia, arudi nyumbani kwanza ndiposa akamsike baba yake, ndiposa arudi tena akamtumikie Mungu. Inamaanisha sisi wa Kristo kuna vitu ambavyo tukisema tuhubiri injili vinatuweka mateka. Pesa inaweza kuweka mateka, wazazi wanaweza kuweka mateka, watoto wanaweza kuweka mateka, hata shamba linaweza kuweka mateka. Hata mwingine anaweza fikiria akienda injili anakumbuka gari la nyumbani, naye inakuwa kama mteko, inamfanya hawezi kumfanyia Mungu. Tazama, Yesu akajibu huyu mtu akamwambia, "Acha wafu wazikane wafu kwao." Yani inamaanisha kumbe watu wakifa haitakuwa mwisho watu kuhubiri injili. Wengine watasika, wengine wataeneza neno. Biblia inasema, akasema Yesu mwenyewe, "Bali wewe enenda ukautangaze ufalme wa Mungu. Achana na watu waliokufa wasikane wafu kwa wafu." Ndiposa nakushauri mtu mwenzangu unayenisikia sauti hii, ninakushauri mtumishi wa Mungu, nakushauri mwanangu uliokoka ndani ya Kristo, enenda ukamfanyia Mungu kazi. Acha kuangalia vitu vya nyumbani, acha kuangalia masiko. Mungu anapokupa bumsi ya kuhubiri injili, anajua kila hali ambayo unapitia. Ushuhuda wako ni neno lako. Unaposimama na wokovu, Mungu atakukumbuka. Tazama Biblia inaposoma nikiendelea, mtu mwingine pia akamwambia, "Bwana, nitakufuata. Lakini nipe ruhusa kwanza nikakwese watu wa nyumbani." Tazama huyu naye anaomba ruhusa Yesu kwanza akaweze kuwakwesa watu wa nyumbani kwao. Unamaanisha angekubali kuhubiri injili, lakini anakumbuka ana jamii nyumbani, ana mke nyumbani, ana watoto nyumbani, ana majirani nyumbani. Sasa akienda kuhubiri injili ana wasiwasi na mambo ya nyumbani. Yani roho moja iko mbele, ingine iko nyumbani. Neno hili linatia moyo, linanipa nguvu masaa kama haya ninapolihubiri, ninapotoa neno hili la tumaini kwamba watu wa nyumbani Mungu ako nao.
Biblia inasema hata akeshaye mji bila Kristo akesha bure. Yaani unapotoka, Yesu analinda malango, Yesu analinda manyumba, Yesu pia analinda miji. Sasa hofu ni ya nini? Wacha tukahubiri Injili. Kama tuliokoka tukahubiri Injili. Na Yesu akamwambia mtu aliyetia mkono wake kilima kisha akaangalia nyuma, kwani hafai kwa ufalme wa Mungu. Sasa nakutia moyo majira kama haya kwamba mambo ya nyumbani ni ya nyumbani, lakini kama umeamua kuokoka, umeamua kumfanyia Mungu kazi, basi mfanyie kwa neno moja, ili siku nyingine Baba wa mbinguni atakukumbuka. Baba aliye hai atanyosha mkono katika familia yako. Baba anayetengeneza mambo atatengeneza mambo yako. Lakini imefika wakati tunapohubiri Injili, mawazo yetu ni ya nyumbani, mawazo yetu ni biashara. Wengine paka imefika wakati wanatoroka ndani ya ibada, wengine wanatoroka kanisani ili wakafungue maduka zao, wakalishe ng'ombe zao, wakakimbia mjini wakaangalia vitu zao, wakasunguke mashamba zao, ili angalau siku ikuwe nzuri kwao. Amemwacha Mungu. Biblia inasema vitu